السلام عليكم. مرحبا بكم يا أعزائي الطلاب اللغة العربية. Karibuni tena, karibuni sana katika kipindi kipya katika silsila ya sharh, maelezo au sherehe au tafsiri ya kitabu hichi cha Al-Arabiyatu Baina Yadayk. Katika kipindi kilichopita tumesoma hii hiwar, yani mazungumzo baina ya Muhammad na Sharif. Huyu ni Muhammad, ni Mturuki, na huyu ni Sharif, ni Mpakistani. Na tukajifunza tofauti kati ya min aina anta, yani wewe watoka wapi. Min aina anta, aina ni neno ambalo linatumika kuulizia mahala, yani wapi. Aina yani nas'al, tunauliza nas'al anil makan, anil makan. An yani kuhusu, almakan yani mahala, nas'al yani ni kuuliza. Sual, sual ni suali, nas'al ni sisi tunauliza. Nas'al, ana as'al, mimi nauliza. Ana as'al. Sema mimi nauliza, unaweka kabla ya fi'l, kabla ya kitenzi unaweka hamza, hamza is'al. Ukitaka kusema sisi twauliza, watia nun badala ya hamza mwanzo wa neno, utia nun. Nas'al, nas'al anil makan, twaulizia mahala, ndio aina. Hiyo hapa aina hapa. Min aina, na ukiulizwa watoka wapi utasema ana min Pakistan. Pakistan ni Pakistan. Unaona, Kiswahili ni Pakistan. Hiyo nchi inaitwa Pakistan Kiswahili, kwa sababu katika lugha ya Kiswahili sauti ya pe iko pe. Kiarabu la, Kiarabu pe hakuna, iko be. Kwa hivyo tunasema Pakistan. Ukitaka kuandika pe kwa Kiarabu, katika kwa herufi za Kiarabu utaandika hivyo. Maana katika lugha ya Kiurdu, Kifarsi na lugha zingine kadhaa pia nadhani, yani sauti ya pe iko na wanatumia yani huruf za Kiarabu, wanaandika hivyo. Wanaandika kama ba, kama ba hivi, alafu nukta tatu, nukta tatu, unaona? Yani kama ba alafu nukta tatu chini. Alafu pia tukazungumzia kuhusu ya unisba. Ya hii ni harufu ya, unaona, haikupendeza. Nafikiri unaweza kuandika pia na keyboard hapa. Jaribu keyboard hivi yeah, lakini imekuwa ndogo. Labda unaweza kuikuza, manake haonekani vizuri, haonekani vizuri. Hiyo ya ni ndogo.
hivi ndivyo inakuwa. Naam, mashallah. Harf, unaona ya. Sasa umeona neno Pakistan imetiwa ya na shadda. Shadda nadhani iko hapa, hebu tujaribu. Shadda iko hapa. Ewa, lakini imekuja hapa. Takana iwe yani juu yake. Sasa kuna neno. Unaona? Ya hivi na shadda. Shadda, hiyo alama ya shadda ni kama mawimbi mawili. Unaona? Unaona hapa Pakistan. Pakistani manake Kipakistani. Manake hilo jina sasa Pakistan umeligeuza likawa ni sifa. Kama nimetoa mfano katika kipindi kilichopita, yani biriani ya Kipakistani, unaona. Lakini hapa inamaanisha nini? Inamaanisha yani wewe ni mraia, na ni mtu wa Kipakistan, mwananchi wa Kipakistan. Yani wewe una jinsia gani? Jinsia ni uraia ama utaifa. Unaona, jinsia. Anauliza hapa wama jinsiyatuka anta. Unaona? Wewe una jinsia gani? Wewe una uraia gani? Unaona? Atajibu ana Turki. Ana Turki. Afwan. Hapa ni Turki, yani jina la nchi. Kataka Turki. Turki. Ana Turki. Turki yani mimi nina uraia wa Kituruki. Mimi ni Mturuki yani. Yani mimi ni mtu wa Kituruki. Unaona? Na kwa Kiswahili hatusemi hivi, yani hatutumii. Huwezi kufasiri toka lugha moja kwenda lugha nyingine yani harfiyan. Yani neno kwa neno ama harf kwa harf, abada. Unaona? Tuwafasiri maana. Basi Turki manake ni Mturuki. Pakistani manake ni Mpakistani. Na hiyo ya na shadda juu inaitwa ya unisba. Tayeb? Haya, twende mbele. Tumekwenda kwa kina mama sasa. Hawa mama wawili, moja anaitwa Maryam na moja anaitwa Zainab. Maryam asema assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na Zainab hujibu wa alaikumus salam. Sasa hii inaitwa nini? Kwa mkwana, kusalimiana huitwa nini? At-tahiyya. At-tahiyya ni kwa mkwana. Alafu Maryam anafanya nini? Anauliza swali, anauliza min aina anti. Anauliza min aina anti, anamuuliza wewe watoka wapi? Anafanya nini sasa? Anafanya taaruf. Yani wanatoka kwenye salamu, wanaingia kwenye taaruf. Unaona? Katika kutambulishana. Wewe ni nani? Wewe watoka wapi? Min aina. Min yani kutoka, aina yani wapi. Unaona? Nas'al an shu anil makan. Anti. Unaona sasa tulipokuwa ulipozungumza na mwanamume, ulipozungumza na baba na mwanamume, ukasema anta, ukatia fatha juu. Unaona, ukatia fatha hapa. Hii ni nun. Anta, alafu tukatia fatha. Anta. Unaona? Sasa tunazungumza na mwanamke, tuatia kasra chini, kasra. Maana yake tunazungumza na mwanamke. Yani katika Kiarabu hatusemi tu wewe. Tutafautisha baina ya mwanamke na mwanamume, baba na mama.
kaka na dada. Umeona? Kwa hivyo ukizungumza na mwanamume, akisimama mbele yako mwanamume, huyo atakuwa sasa ni almukhatab. Almukhatab yani nini? Yani msemezwa, unayeongea naye anaitwa msemezwa, anaitwa almukhatab. Unaona, katika lugha ya Kiswahili, katika yani qawaid ya lugha ya Kiswahili ataitwa nafsi ya pili. Wewe unaizungumza utaitwa nafsi ya kwanza, ama kwa Kiarabu almutakallim. Almutakallim yani mzungumzaji. Sasa katika Kiarabu hatutofautishi katika almutakallim, yani yani hasab ama kulingana na jinsi yake, yeye ni mwanamume ni mwanamke, haijalishi. Wewe ni ana tu, ana. Mimi ni mimi ana, basi. Lakini almughatab unatofautisha. Sasa ukizungumza na mwanamume utasema anta, ukizungumza na mwanamke utasema anti. Sawa? Haya, ana, mimi, ana ni ana tu. Hawa Sharif na Muhammad hawa yani wa nyuma, wa huko nyuma, Sharif na Muhammad wakajiita ana, na huyu mwanamke Zainab anajiita ana. Min kutoka Misr. Misr ni Misri. Kwa Kiswahili tunasema Misri kwa sin Kiswahili, lakini yani jina lake hasa ni Misr Sad. Unaona, sasa Kiswahili ukisema Misr na Sad ama Misri na sini, yani halafu hal yani hiki neno hal hutumika ukiuliza swali. Hal yani je. Kama katika Kiswahili ukitaka kumuuliza mtu kitu unasema je, wewe ni Misri? Unaona, je, wewe ni Misri? Misri kwa Kiswahili utaandika hivi. Unaona, Misri utaandika hivyo Kiswahili, wewe ni Misri. Kwa Kiarabu utaandika hivi Misr. Mnamaanisha Misri. Afwan, nimeruka kidogo, nimekwenda mbele haraka. Unaona, Misri Kiswahili, Misri yani Misri Kiswahili maanake ni Masr, ni jina la nchi. Ukisema Misri hivi ni mtu wa kutoka Misri. Unaona, ukitia hiyo harf mara mbili maanake ni mtu wa kutoka Misri. Sawa? Naam. Zainab asema ana min Misr, mimi natoka Misri. Na Maryam anauliza sasa hal yani je, anti, wewe mwanamke, anti, ona hiyo kasra chini, anti misriya, wewe ni Misri?
wewe ni Misri, yani wewe ni mtu wa Misri. Maanake mtu anaweza kuishi Misri lakini ni Mchina, mtu anaweza kuishi Misri na ni Mkenya, unaona. Kwa hivyo namuuliza wewe ni Misriya. Una sasa, tulipokuwa katika hawa Sharif na Muhammad, Pakistani na ni Mturuki, ukasema Pakistani ya na shadda, sio ya na shadda, Pakistani. Na Turki, Turki ya na shadda. Sasa tumeingia katika habari za wanawake, tunasema Misriya, Misriya. Unaona, yani Misri ni mwanamume, Misriya ni mwanamke. Ona, yani badala ya na shadda tu, sasa ni ya na ta marbut. Ya afwan, takana ni vitone viwili hapa. Unaona, vitone viwili, ya vitone viwili juu hapa, ta marbuta, Misriya. Yani waandika Misr alafu waongeza na ya na ta marbuta na shadda vile vile, shadda. Haya mawimbi mawili, Misriya. Unapata hilo neno Misriyatun, Misriyatun. Unaona, na Zainab anajibu nini? Anajibu naam, naam, ana mimi Misriya, Misriya, mimi ni Misri, mimi ni Misri, mimi ni Misri. Kiswahili ni Misri, mimi ni Misri mwanamke. Wama na nini, ma manake nini, wa ni na. Wama jinsiyatuki, jinsiyatuki. Ona sasa ni kasra. Tulipokuwa tukizungumza na wanaume, tulikuwa tukizungumza na wanaume tukasema wama jinsiyatuka, jinsiyatuka. Sasa tunazungumza na mwanamke tusema wama jinsiyatuki, kasra. Anta, afwan, anti. Anti ni nini? Ni mwanamume. Anti ni nani? Ni mwanamke. Anta, anti. Anta mwanamume, anti mwanamke. Sahihi. Maryam anajibu ana mimi Suriya, Suriya, mimi ni Msuria. Simwajua Suria? Suria ni nchi iliyoko, hiyo sehemu inaitwa Mashariki ya Kati. Kuna Suria, kuna Lubnan, kuna Filistin, kuna Urdun, na hizo nchi ama hiyo almantika, hiyo mantika ama eneo, hilo eneo kwa jumla huitwa bilad Sham, Sham, Sham juu, yani nchi zote hizo pamoja, hilo eneo kubwa huitwa Sham, bilad Sham. Ana mimi min kutoka Suria, mimi ni Msuri, ana Suria. Unaona, Suria ya ta marbuta na shadda, Suria. Ana min Suria, mimi natoka Suria, mimi ni Msuri, natoka Suria. Zainab asema nini? Ahlan wa sahla, ahlan wa sahla, yani karibu sana sana. Haya, twende mbele. Hawa wanaume wawili wanaoketi hapa yani mmoja wao nadhani ni huyu, anauliza mwenzake ma jinsiyatuka, ma jinsiyatuka. Maona fatha, fatha manake anazungumza na mwanamume. Wama jinsiyatuka,
wewe una uraia gani? Unaona, yani passport yako ni aina gani? Uraia wako ni wa wapi? Jinsiyatuka. Jinsia, mfano mtu atokaye Pakistan atakuwa na jinsia wa Kipakistan. Mtu akitoka Suria atakuwa na jinsia ya Suria. Ikiwa si mtu mgeni amekuja kuishi katika ile nchi, unaona, utapata yani utakuwa huna jinsia, lakini labda una ruhusa fulani. Na huyu mwanamke anamuuliza mwanamke mwenzake, wama jinsiyatuki, kasra, wama jinsiyatuki, wewe dadangu, wewe una jinsia gani? Wewe una uraia gani? Wewe umeniambia wewe atoka Suria. Naam, watoka Suria, lakini wama jinsiyatuki, atasema mimi naishi Suria, naketi Suria kwa sasa, lakini ana jinsiyati, mimi uraia wangu ni Turkiya. Ana Turkiya, yani jinsiyati Turkiya. Mimi uraia wangu mimi ni Mturuki, lakini huwa naketi Suria sasa. Yani ana, mimi. Huyu baba huyu ni ana, na huyu mama huyu ni ana. Unaona, huyu mtandio na huyu madevu ni ana, wote wawili ni ana. Hakuna tofauti. Na hapa tunaona yani Kharita ni ramani, Kiswahili ramani. Unaona, yani mchoro unaonesha nchi vilivyo, mipaka yake, sura yake, shakli yake. Unaona, Pakistan iko hivi. Pakistan iko baina ya hapa, yani mashariki yake hapa kuna Hind. Al-Hind iko sehemu hii al-Mashriq, na hapa magharibi yake iko Iran. Kwa hiyo Pakistan ama Kiswahili Pakistan iko katikati ya al-Hind na Iran. Na hii ni nchi gani? Turkiya. Ona sura ya Turkiya vile ilivyo. Turkiya yani Suria iko hapa chini. Suria iko hapa. Masr, au yani kwa lugha fasiha Kiarabu fasih ni Misr, Basra, lakini watu wengi husema Masr, kama mimi nilivyosema sasa hivi Masr, lakini hasa kwa lugha ya Kiarabu fasih ni Misr, Basra chini. Na kama mnavyoona Misr iko katika bara la Afrika, na sehemu iko mashariki ya kati. Suria ni nchi Suria, na hapa Lubnan, na hapa bahari ya kati ambayo kwa Kiarabu inaitwa al-Bahr al-Abyad, bahari nyeupe, al-Mutawassit ya kati, na juu Turkiya iko juu. Na hao mabwana, huyu Sharif, mkumbuka Sharif sio? Kofia na madevu, huyu Sharif, yani ukitaka kusema huyu ni Mpakistani, kwa Kiarabu utasema Pakistani. Hapo unaona ile ya unisba inaitwa ni ya na shadda juu, Pakistani yani ni Mpakistani. Turki wamesahau kuweka shadda hapa, ni Turki, unaona ni Mturuki. Misriya, na mwanamke unatia nini? Unatia ya
ta marbuta na shadda. Misriya, Misriya. Huyu mama ni Misriya na huyu mama ni Suriya. Ya na ta marbuta na shadda. Suriya. طيب tadrib ni zoezi. Fil kuunganisha ama labda kunasibisha labda. baina alkalimat maneno wa na الصورة المناسبة. Sura almunasaba. Tutaunganisha sasa baina ya sura na neno, yani maneno na sura yatakiwa yanasibiane, yandiane. Haya, Pakistan, nchi ya Pakistan hii hapa. Pakistan nchi. Tutaunganisha sasa, unaona? Ding ding ding, tuende hivi. Tutaunganisha mstari Pakistan na nchi ya Pakistan. Pakistani ndio huyo hapa. Huyo Pakistani. Misr. Haya, twende tuunganishe na sura iliyomunasib. Sura iliyomunasib. Hasa Kiarabu hutasema munasib, utasema munasiba. Munasiba kwa vile ni hilo neno lina sifa la kike, umeona? Sura ina ta marbuta, sura. Lakini neno la kike, muannath. Ndio maana almunasiba sifa yake, yani sifa neno unalotumia yani kusifu hicho kitu, lazima hilo neno liendeane na neno linalosifiwa kijinsi. Sasa ikiwa sura ni neno la kike, lazima sifa yake pia iwe ya kike. Yunata marbuta. Suratun munasibatun. Suratun munasibatun. Sawa? Misr. Kharita ramani Misr. Unaona? Misri ya na shadda. Ndio huyo mzee mwenye kilemba. Misri ni Misri. Suria ni nchi. Suria. Suri ni Msuri, ni mtu mwenye jinsia ya Kisuri. Ndio huyo ni Msuri. Na huyo ni nani? Huyo ni Turki, ni Mturuki. Turkia ni nini? Jina la nchi Turkia. Ona Kharita ni manake ni ramani. Turkia. Sawa ya jamaat alkhair, umetosheka. Kipindi hichi kimekwisha. Inshallah maelezo yangu yamewafaidisha, na tutakuja kunana katika kipindi kijacho. Wassalam.